Ninakusalimu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Ujumbe wa leo unasema ya kwamba maonyo ni dawa. Maonyo ni dawa. Maonyo ni dawa. Na kwa nini maonyo? Na kwa nini mtu aonywe? Mtu anapoonywa ni ushauri wa bure anaopatiwa mtu ili kumtoa katika njia ambayo alikuwa anaenenda, ambayo ni mbovu, kumwelekeza kuenenda katika njia inayofaa ili asipotee. Na unapoonywa usione ya kwamba unaonewa. Unapoonywa usiinue kiburi ndani yako. Yule anayekuonya, yule anayekushauri anakuelekeza palipo na njia iliyo sahihi. Usimchukie mpende. Wewe binti, wewe kijana wa kiume, unapoonywa sikia neno la Bwana. Katika kitabu kile cha Misali ile sura ya 29 ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema ya kwamba aonywaye mara nyingi akishupaza shingo yake atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Kwa hiyo tunapata ujumbe ya kwamba anayeonywa mara kwa mara, anayeambiwa acha ili usifanye si sahihi, alafu anapuuzia, anaona anachoambiwa si sahihi. Mpendwa, sikiliza, kile unachoambiwa na mzazi, unachoambiwa na mchungaji wako, unachoambiwa na watu wako wa sahihi wa karibu, wanaokupenda, enenda katika njia inayofaa, usiwapuuzie. Waswahili wanasema ya kwamba sikio la kufa alisikii dawa. Sikio la kufa alisikii dawa. Isifike mahali watu wakasema ya kwamba, wakakwambia neno kama hilo, kwa huyu tumemwonya, huyu tumemwambia, huyu tumemsemesha, hatusikii. Jioni ya leo pokea ujumbe huu ya kwamba kubali maonyo, kubali yale unayoelekezwa, kubali yale unayoshauriwa. Unaposhauriwa unaelekezwa katika njia inayofaa, kutoka katika ile njia ambayo ni mbaya, na lengo kubwa ufikie katika kile ambacho Mungu amekusudia. Kama wewe ni mlevi, unaonywa acha pombe. Hii pombe itakuangamiza, itakuwa acha jambo hili ovu. Ni kijana, unaelekezwa acha mambo haya machafu. Sikia, utaiponya nafsi yako, utaponya maisha yako. Hivyo mpendwa mtu wa Mungu, na kuachia ujumbe huu siku ya leo ya kwamba kubali kupokea maonyo. Kubali kupokea maonyo, kwa sababu maonyo ni dawa. Maonyo ni dawa. Yatakujenga kimaarifa, yatakujenga kiufahamu, na